Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Ona di kana
modo na dameno wako gwaku kujikaraga ikuhe nĩnjũĩ ũthamaki-inĩ waku Ngai arĩa tonja magĩtagwo niĩ ndĩ ũmwe nĩwona makĩria gĩkĩro kĩngĩ ũtungata-inĩ na mũtũrĩre-inĩ ũyũ ndeithia ndikanariganĩrwo Ngai ona ndikanaime nyũmba-inĩ yaku nĩwona makĩria gĩkĩro kĩngĩ ũtungata-inĩ na mũtũrĩre-inĩ ũyũ ndeithia ndikanariganĩrwo Ngai ona ndikanaime nyũmba-inĩ yaku Wangeria gĩkĩro kĩngĩ ũtungata-inĩ na mũtũrĩre-inĩ ũyũ ndeithia ndikanariganĩrwo Ngai ona ndikanaime nyũmba-inĩ yaku we wona wangeria gĩkĩro kĩngĩ ũtungata-inĩ na mũtũrĩre-inĩ ũyũ ndeithia ndikanariganĩrwo Ngai ona ndikanaime nyũmba-inĩ yaku. Nĩ thengio mũrori wa Sky Cable TV Kenya nĩ ndakũgeithia harĩa othe ũkĩrĩ mwathani arogocwo thengio nĩ tondũ woguo koretwo wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ njũĩ wĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ twĩ kũndũ kũretwo YouTube live nĩkuo tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nawe igũrũ rĩa Menyama nĩ tũkire nĩgetha tũkorwo nawe ũmũthĩ haha Sky Cable TV Kenya na wakinya gũkũ ndũkariganĩrwo nĩ gwĩka kĩndũ twĩtaga subscribe ndũkariganĩrwo nĩ gũ-subscribe nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana wega nawe na bado no ũcĩre andũ maiganona hatitagagwo no nĩ ũcĩagĩra mũndũ nĩgetha ũkorwo tũkĩaranĩria nake gũkũ gwa Sky Cable TV Kenya na nĩ njũĩ Ngai wa mwene ũkorwo agĩkũrathima na gwĩke maũndũ mega na nĩ njũĩ wĩ mĩtambo-inĩ ndagĩka-inĩ ĩno nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nayo na ũmũthĩ ndĩna mũndũ gwĩtwo Jerovinius egũkũ na mũndũ gwĩtwo Bishop Gĩtonga aya nĩ arĩa makoragwo makĩaranĩria na igũrũ rĩa altars na nĩ njũĩ nĩ mũtwaranĩte nao ikinya gwa ikinya na nĩ kũrĩ andũ matũingĩrĩte inbox mũno mũndũ gwĩtwo Vinius na makoretwo makĩũria ciũria nyingĩ na mangĩhota gũteithĩka atĩa ũikare mĩtambo-inĩ ya Sky Cable TV Kenya gũkũ YouTube nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nawe niĩ ngetwo Praiser ndĩ gũkũ gwa Sky Cable TV Kenya na nĩ njũĩ Ngai wa mwene gũkũrathima mũno mũno mũtungatĩri haleluya agocwo mũthamaki unaendeleaje barario amina ndithiĩte o wega na ngagoca Ngai na tũgakenera mũthamaki amen tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ reke nyambe tũhoe mwathani tũhoera mĩtambo ya Sky Cable TV nĩ twĩhoera ithuĩ enyewe nĩ twethere thakame yaku Jesu nĩ tũhoera twĩtĩkĩrĩke ũthiinĩ waku Ngai na nena mũrori wa Sky Cable moko-inĩ maku Jehova na tahoera ngoro yake mwathani maithe matũgũkorwo nake Ngai witũ wĩtĩkĩre kũmwĩkĩra thimo kĩreke tũkĩaria mwathani twarie maũndũ marĩa magĩkũrehera ũgooci na reke riri wothe na gĩtĩo gĩcokerere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mwathani Jesu tũgũcokia ngatho amen. Yes, Rose D Praiser. Yes. Na Pastor Phineas Jero. Yes. Wow. Tuko tuliega Rusi. Na tumeendelea vizuri sana. Amen. Tumekuwa na wakati mwema. Yes. Sunday ibada imekuwa mzuri mno. Na tunashukuru jina lake Bwana Yesu Kristo. Amen. Na tumekutana na mambo mengi tu. Baba wa neema. Baba wa neema ametuneemesha. Ametupa neema kubwa kubwa, neema ndogo ndogo. Amen. Na ametusaidia. Amen. Na ametuweka uhuru mpaka siku hii ya leo. Amen. Ametupa pumzi. Na kabia Rusi kama tungekuwa tunalipia hii hewa. Na unaona vile unakuta huko imeongezwa kila siku. Kila siku. Unakuta mafuta imepanda bei. Sasa ukiamka asubuhi moja, unakuta ya kwamba token ya kununua hewa imeongezwa.
Alafu nakuta kamekata usiku. Ukiwa umelala. Ukiwa umelala. So nashukuru Mwenyezi Mungu maana hii hatuhusiwi na serikali. Yes. Kama ingekuwa na serikali watu wengi sana wangekufa. Amen. Mkichagua mtu mkataa, kuna wakati nakumbuka wanasiasa. Na mwanasiasa mmoja alikuwa kule Murang'a. Alikuwa anaambia watu nitaweka stima. Anakuja anaangusha vikingi. Siku ile mtafanya uchaguzi akuti ameanguka. Zinashukuriwa. Juu yeye ni mwanadamu. Anabeba mali yake. Anabeba mali yake anaenda. Sasa anamwambia msipolichagua mimi. Hizi nitachukua. Watu wanakataa. Anawauzia uongo. Watu wanachagua Matiba. Wanakataa kuchagua ile group haikuwa ndani yake. Alafu anachukua vikiki. Unabaki bila stima, anarudisha kwa Kenya Power. Na bado hiyo ni style mzuri. Na hiyo kitu ilikuwa inafanya nifikirie kama tungekuwa tunauziwa hewa na hawa watu. Ingekuwa hata sijui vile tungekuwa. Kwanza hata sisi penye hatuna kitu kwa mfuko. Sasa hiyo unajua tumesota vibaya sana. Ama anakuangalia anaona ya kwamba mmechukiana kidogo, anabeba hewa yake. Anabeba hewa. Unaona mama aliniambia ile kwa MCA kutafuta pesa ya kusomesha mtoto. Akaambia nikikuangalia vizuri haukunichagua. Sijui aitumia criteria gani kujua. Insistent. Zinaitwaje? Mimi tukiingia kwa kizungu. Insist. Inside ama hizi. Ana jamaa akamwambia haukunichagua, akakosa. Akakosa hiyo pesa ya pesa hii. Alijuaje? Sijui alikuwa anatumia na gani. Na wengine wakienda anaambiwa wewe unajua ulichagua. Sijui alikuwa anajuaje. Sasa kama ni nabii. I think you umemzina. Sasa akanyimwa. So nikafikiria kama hewa ingekuwa tunauziwa na Mwenyezi Mungu. Na hii afya ya mwili wekiwa tungekufa. Lakini tunashukuru Mungu ametupa hewa, ametupa neema, tunaongea. Na tunaweza kukula na kukunywa bila tatizo. Ijapokuwa asubuhi nilikuwa nasikia mwili kama nataka kuja studio. Nikapigana na shetani na nikafika. So Mungu wetu ni mwema Rose. Sunday tulikuwa mahali. Wapi huko? Tulipomaliza ibada hapa Kasarani. Nikaitwa pale Karugia. Kufika pale Karugia. Tukachelewa hapa na kule. Sasa ile ya kutoka. Nikiteremka hapo Karugia kamteremka hapo. Nikakuta ufalme wote uko nyuma yangu. Umekufuata? Ufalme. Sio wa mbinguni, au duniani. Mnaulizana nini na Miana sijui walikuwa wananiuliza nini. Walikuwa wamejaa nyuma yangu na mahali makubwa. Aja. Kumbe ni DP alikuwa anatoka Murang'a. Nilikuwa nadhani ni mapepo. Hapana, mapepo ifuate nani? Hizi sifuatana na mapepo na fuatana na mimi hapana mimi umeenda kukemea. Hapana. Akakufuata. Mimi ninafuatana na kitu kama DP. Ni ufalme wa hapa duniani. Sasa mimi niliona magari mazito iko nyuma yako. Sikina zinapiga honi ati niende kando. Mimi nikajua hapana hata mimi ni mfalme. Nikasonga. Unasonga na hizo magari makubwa. Ndio. Nikawaokosa. Unajua wanataka kuovertake. Na mimi nimekataa kuenda kando. Ulikuwa unajua ni nani? Nilijua. Sasa nilikuwa nataka kuonyesha hata wewe ni mfalme. Hata mimi ni mfalme. Tukaenda sasa wakati niliona polisi inanipigia sasa kidogo. Nikaona kidogo akaingia. Nikawaokosa wewe. Lakini after 1 kilometer walikupita. Ni mimi nilikuwa mwisho. Ulipitwa kama ni umesimama. Kashitwa hizi ni ndege, ni magari. Mahali walipata kamwanya. Mahali walipata kamwanya. Na si ulikuwa unasikia vizuri sana ukikwenda. Nikienda pale na magari mazito ziko nyuma yangu. Wewe ndio unaziongoza. Naziongoza. Jamani kaona amepita hapa na kao kitoki anakoka ananionyesha anataka kuingia nikazoka kando kidogo. Wakati wewe nilitoka tu kwa barabara kidogo nikakuja left kidogo. Zilipita zote. Nikabaki ni mimi wa mwisho.
Na huku waona tena. Na hizo magari zinakuanga nyeusi na yako ni nyeupe. Na yako ni nyeupe. Ama jaribu kukifika kama mteremka kulima kupanda kale kamlima. Nikawa nimeacha tatu kama nyuma. Kuna ya mudavadi ilikuwa hapo na yatagula. Niliwaona nikaona wakipita. Si ungewaitisha kasi waki. Nilikuwa na kuna kama kuna venye wanaona huyu mtu amengangana sisi wasimame. Kamulima nikakanyaga mafuta nikakanyaga nikaona inaenda kule juu lakini walinipita. Ni kama umesimama. Nikashindwa kwani kama yako haiendi. Na ukiangalia speedometer iko 100 na. Inaenda 100 na kitu lakini sinapita kama nimesimama. Sasa nikasema next time nitaunua gari kubwa. Niende na wao. Unajua kama nilikuwa na kubwa ningeenda nao mpaka Karen. Ungeenda. Na hapo sasa unajipata umeingia huko. Hivyo Mungu kama aliruhusu niongoze ufalme hapa duniani. Sasa umejua madhabahu zimeanguka sababu maskini. Amen. Hivyo tunaendelea loose na topic yetu ya outers. Naliambia watu kwamba mambo ya shetani ni real. Mambo ya Mwenyezi Mungu ni real. Unajua kuna mahali tunafikaka watu wanaona kama shetani hayuko, mara Mungu ni kama hayuko. Na ile kitu hata kazi ambao shetani nimejua anafanya nyingi sana ni kuonyesha watu kama God is not existing. Maana kuna mama alinipigia jana, akaniambia vile ameteseka. Akaniambia mimi nauliza kwani alienda wapi? Na ni Mungu. Ni kama alipoteanga ile yake. Nikamwambia hiyo ndio kazi shetani anafanya. Kuonyesha watu like God is not existing. Ndio watu waulize Mungu wako alikuwa wapi hii kitu ikifanyika? Mungu alikuwa wapi ng'ombe ikikufa na ulikuwa umeenda fasting? Unajua tulikuwa tunaenda fasting, ukitoka fasting ng'ombe inakufa. Ndio shetani akuonyeshe huyo Mungu ulikuwa unataka kwenda kutafuta hayuko. So God is life and existing. Na shetani ni real. Ako. Juzi nimepigiwa simu na Kasiana. Kulikuwa jana hata. Akaniambia usiku Rose. Alipigiwa simu na mtu. Akaambia wewe ni mume wako anakupigia simu. Naye hana mume. Aya. Akamwambia tu mume wangu mimi sina mume. Wewe ni mke wangu wewe. Aya. Na inakwambia utoke tukutane. Akasiana kameajiriwa tu hapa Nairobi, kametoka Western, kameajiriwa hapa Nairobi. Akamwambia natoka wapi? Kazima simu. After 5 minutes ikapigwa tena. Akasema kwamba mimi ni mume wako. Nataka ukuje tukutane sasa hivi. Na kama ukuje uniambie. Akamwambia ndio mnaba. Jamaa akapiga tena. Akamwambia sina namba yako ni 0 papa. Si ni wewe napigia. Wewe ndiye mke wangu. Kama mwana makataa na akazima simu. Usiku. Akalala. Aliota toto kama ameshika mtoto hivi. Na mtoto anataka kuagu. Kule hakuenda. Hakuenda. Alipoona mtoto anataka kuaguka, akashikia akila kushikilia mtoto akaamuka. Kuamuka kwenda kujiangalia ile mikono alikuwa anataka kushikilia na mtoto, akakuta ameandikwa jina. Ameandikwa na mapepo. Mapepo imeandika jina kwa mkono hapa. Na unajua nikamwambia nisomee, maana asubuhi ndio sana nilipigwa na mdozi wake. Za mdozi ninapigia yangu. Akaniambia mtoto wangu amepatana na haya maneno, hebu ongea na yeye. Kuongea na yeye nikamwambia nisomee maandishi. Akaniambia maandishi imeandikwa B97. B97 ya. Sasa hiyo B97 nikamuuliza swali, uliomba? Akaniambia sikuomba sana lakini nimesema nimekataa hii the name of Jesus. Ulisikia nini? Akaniambia alipofanya hivyo alisikia mwili wote umetetemeka. Hiyo tu ndio kitu nilikuwa nataka kusikia. Imeshikwa na vibration. Akasikia ametetemeka. Nikamwambia hiyo B97 ni namba ya beast. Aya. Hiyo B ni beast. Sasa umepewa namba ya 97. Umepewa namba 97. Sasa wanakumulika kutoka kule. Huyu mtu amekuuza. So maana mtuomba na yeye, nikamwambia vile ataosha hiyo mkono tukiomba. Na mtamwomba akaniambia sasa majina yamefutika. Na ziliisha zile. Zilikuwa zimeandikwa kama muhuri hivi. Hata hapo nafikiria kitu kinaweza toka. Akajaribu kuoga na sabuni.
Na maji haitoki. Sasa ndio nikamwambia weka maji nikusaidie kuomba ukiosha. Tulipoomba ndio maandishi ikatoweka. Na akaniambia sasa ile mwili alikuwa anasikia kama ako na malaria. Unajua ni majini. Akaniambia kwamba amesikia mwili uko sawa sawa. Na akaweza kuamuka. So ningetaka kusema kwamba shetani yuko na watu wake wako. Ako na jeshi. Ndio Paulo alisema kwamba tupigane vita vya mwili na damu. Bali tunapigana na mapepo na wakuu na wafalme na jeshi kubwa linalokaa katika ulimwengu wa giza. Amen. So ni vizuri sana kuchukua silaha zote za vita. And that's why those tumekuja na hii message ya breaking of demonic altars. Yes. Ndio watu wajue kuvuja madhabahu za kwao. Amen. Maana hiyo ndio kitu ambacho inatukula zaidi. So nilikuwa nataka kukuambia hiyo ndio update ya wiki. Kwani umekipitia. Sasa huyo mama ako wapi? Mwenye kuandikwa. Ako anaona kama ananiambia sasa amesikia vizuri kutoka wakati ule. Kutetemeka kumeisha. Kuliisha. Unajua kutetemeka ile majini. Ya kumuogopa. Ya kuweka uoga. Ndio kubali kwenda kwa yule. Sasa kama angeenda kwa yule hata angerudi. Angeenda na aende kabisa. So tunasema shetani ashindwe. Na watu wa Mungu wajue kwamba lazima tuombe na tukeshe katika maombi. Amen. Tafuta makuhani ambao wanaweza kutufundisha jinsi ya kujikinga kutokana na mashambulizi. Maana mashambulizi iko. Na ndio maana tuko hapa na Pastor Villiers. Amen. Ndio tuongeleze watu hii maneno. Yes. Na leo kuna watu ambao wanahangaika wanatuambia kwamba nyinyi mnaongea na hamtupatia kinaba. Tunataka kuuliza maswali. Tutaulizaje? Hatuwezi andika hapa kwa hii platform maana ile mambo ni ya siri. So ningetaka kukaribisha Pastor Villiers akaweze kuongea na watu. Amen. Salimie. Amen. Na tutaenda tukiwapatia namba. Kwa hiyo Pastor ukimaliza unapatiana namba hapo na wasalimia watu na unakaribisha katika message ya leo. Amen. 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 Asifiweni sana watazamaji. Amen. Amen. Nashukuru sana kwa sababu ya kurudi mahali hapa tena. Manake yote imegharimu mkono wa Mungu. Mimi wiki yangu imekuwa salama. Na imekuwa ya baraka. Nimekuwa na shughuli hapa na pale za kihuduma, za kibiashara. Na ninashukuru Mungu kwa kila jambo. Manake amekuwa mwaminifu. Amen. Nimeona makuu yake, nimeona akitenda mambo makubwa sana. Kama vile ambavyo askofu amesema, hii topic ambayo tunafunza ni topic ambayo inasaidia watu wengi sana. Na watu wanauelewa ule ukweli. Ni kwa sababu watu wengi huwa wamefungwa lakini hawajui kama wamefungwa. Amen. Watu wengi wanateseka lakini hawajui kama wanateseka. Kama jana nimepigiwa na mtu ni mzee ako na miaka kama 60 hivi. Niambia na miaka kama 60 na kitu. Na yule mzee ameteseka sana. Ni kwa sababu akiwa na hiyo miaka aliniambia kwamba kwanza alikuanga askari. Na akafanya kazi ya askari kwa muda wa miaka fulani. Akasema mimi nataka ni design kwa hii kazi niende nikaanzishe kazi yangu. Lakini alipoenda pale zile pesa ajui zilishia wapi. Kumaanisha kwamba hakuanzisha ile kazi. Hakuanzisha ile kazi. Mtoto wake amekaa miaka 37 kwa kitanda. Akiwa mgonjwa. Akiwa mgonjwa. 37 years. Akiwa kwa kitanda. Huyu mzee saa hii anafanya mambo na insurance. Lakini hata ile pesa anapata na insurance, unajua iko na pesa. Ile pesa anapata haizi kukwambia inaendanga wapi. Inapotea tu. Inapotea. Yani anasema ni shinda baada ya shinda. So wakati nilikuwa naongea na yeye, ikawa naye roho Mungu akanifunulia mambo. Kwao ndio uganga ilikuwa inafanyikia. Hapo mahali sasa baba yake ametoka. Ndio uganga ilikuwa inafanyikia.
zile madhabahu zote zikawa ziko wapi? Hapo. Sasa na baada ya kuacha, manake walikuwa nasichinjia pale, walikuwa nasifanyia makafara zao pale. Baada ya kuacha kuzichinjia, ile madhabahu bado iko, ikaamua kufanya revenge na zile familia. Ndio na walikuwa nasichinjia beleni. So ndio naona sasa huyu mtoto wake wa kwanza 37 years ameishi na hizo madhabahu, ndio ziliingia ndani yake. Pole. Zikaanza kumsumbua. Unapata yeye ndiye first born kwao. Wakati tu aliajiriwa hivyo, kuna ibada zilifanyika. Kuna ibada zilifanyika. Na yeye hakuwa anaelewa ni nini kinafanyika. Hakuwa anaelewa. Manake alikuwa katika familia, baba yake ndiye mtu wa kwanza kuingia kwa serikali. Okay. Na hiyo kijiji hakuwa mtu mwingine. Sasa ni yeye. So kulienda kukafanyika ibada. Yeye hajui ni nini inafanyika. Kumbe ni ibada ya kumfunga. Na unasikia hiyo ni miaka 60 saa hii. Watoto wake ile zile vitu zimeanza kuwafuata. So wakati amekaa, akakaa, ikawa sasa anatafuta usaidizi, ndiye akapewa namba yangu. Na mshirika ako mahali akamwambia, ukipigia huyu mchungaji atakusaidia. Na hakika ameanza kusaidika. Baada ya miaka 60 ya mateso na kuhangaika. Kwa hivyo watu wa Mungu wanahangaika, askofu. Wanateseka. Watu wanateseka. Wanateseka. Na si kuteseka, wanateseka sana. Pole. Hizi madhabahu zimekula mafamilia za watu. Watu ambao nyota zao ni kubwa sana. Watu ambao wanafaa kuwa mbali sana. Wamemalizwa na madhabahu. Unajua, nilikuwa najiuliza ni nini kilichokuwa kinafanya Mungu ambie wana wa Israeli, mkiingia katika ile inji, mbomoeni hizo madhabahu. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anajua yes, katika hiyo inji kuna mafanikio. Katika hiyo inji kuna mambo makubwa ambayo itafanyika. Lakini msipobomoa hizi madhabahu, sitawaingiza katika shinda. Na unajua Mungu hawezi kaa katika ile environment. Manake wakati ya zile madhabahu utapata ya kwamba dhambi zimeingia. Utapata ya kwamba kama ni wake, unaweza hiyo roho ya kuwa wake wengi imekuingilia. Na umeanza kuteseka. So nikawa naangalia, naona yenyewe Mungu alikuwa anatakia hawa watu mazuri. Alikuwa anataka hawa watu waweze kufanikiwa. Kwa hivyo ndio anawaambia kwamba yes, ya kwamba katika ile inji iko na kila kitu kizuri, nimewaahidi. Lakini kile ambacho kinahitajika, kwanza endeni mubomoe hiyo madhabahu. Ndio napata ya kwamba kwenu ulipozaliwa ulipata ya kwamba kuna magari, zile magari za zamani. Zile zilikuwa marodi, zingine zilikuwa za zamani. Na magari za maana wakati ule zimekelewa mawe kwenu. Na hapo kando mko na nyumba ya 1970 something, 60 something. Iko mahala pale. Hiyo nyumba bado iko mahala pale. Hakuna kitu ambacho kinaweza endelea. Niko tu vile. Mko tu vile. Yani kuliingia roho ya umaskini ambayo hamjui ilitoka wapi. Na nyakati hizo kwenu ndio kulikuwa kunasifika. Kama ni TV, mungeambiwa ndani iko kwa fulani, kwenu ndio walikuwa nakuja kuangalia news. Unapata wote, wazee wote wamekaa hivi, wanaangalia news. Wanaangalia news za VOK. Za VOK. Lakini saa hii kwenu watu ndio wanaoneshana na kindore. Ni kwa sababu ya umaskini. Mmeuza mpaka karibu muuze kaburi mali mlizika nyanya yenu. Mkijaribu at least muone kana kwamba mnaweza mkainuka. Lakini mkiuza hizo fedha mjuangi zinaendanga wapi. Pepo anainukanga, kama ni mzee amepata hizo pesa, anaenda anaoa Mombasa.
Akimaliza anarudi akiwa ameweka mikono kwa mfuko, anasema huku ni kwangu. Na hakuna kitu kinakulaka kama hawa watu. Sio huyu. Sio huyu, lakini hawa wanajua kukura. Kuna mzee wakati tulikuwa tunauliza pesa ilienda wapi? Anatuambia Nemori. Wanajua. So unapata ya kwamba kuna madhabahu ya umaskini wakati wa familia ilionekana iko na nyota ya kufaulu. Kukaekwa madhabahu fulani ikasimamishwa. Wakakanyangiwa. Maisha yao ikawa ya kwamba hawawezi wakaenda mahali. Umaskini umewakamata. Wanaendelea kuangamia. Ni kwa sababu kuna madhabahu ziko mahala pale. Kwa hivyo hii topic ambayo tunaongea ni topic inasaidia watu wengi sana. Sana pastor. Unapata ya kwamba kuna watu ambao wako na pesa. Pesa kwa zio shinda. Lakini huyo mtu ana rangi. Hana amani. Hawezi akapata amani. Hiyo pastor unaongea, nilikutana na mama moja kwa Kitale. Ni mama wa politician mmoja ambaye anajulikana sana hapa Kenya. Lakini niliona anakuja na gari yake kwa police station iko hapa ya Toto. Ikae hapa. Alale hapo. Anaikiza kwa paki, unafikiria na paki aende. Kumbe nyumba yake ni hiyo. Anakuja alalisha hiyo kiti, alale hapo. Sasa watu hapo sasa niambia, niona hii gari imekuja ni kubwa. Anaambia unaona huyo mama sasa amekuja kulala hapo. Analala pale mpaka asubuhi anarudi kwake. Maana kwake usiku hakulaliki, majini napiga. Nikaenda kwa mwingine nikaitwa nikakupa mwingine. Bado ni mtu mkubwa wa serikali. Tulipoingia kwake nao nikakuta kwamba kuna nyumba kubwa, mansionette kubwa sana. Tulifurahia. Kuna wanyama wa polini. Unaenda kuona wanyama wa polini kule. Tunakula ile kitu tunataka, ukitaka kula kaka, ukitaka kula bata. Lakini yana analala kwenye kanyumba kanyasi. Ananiambia hapa ndio anaweza pata usingizi. Na ni laana ni ama ni nini hiyo? Hizo ni laana. Unakuwa unafurahia baraka zako. Unajua utajiri ambao umepewa na Mwenyezi Mungu sana sana ufuatagwe na huzuni. Lakini sasa ingine unakutaka umaskini umeingia na umeingiza shetani na mambo yako. Unaona? Kuna wengine umaskini utajiri unaingia na hujui kuprotect. Hujui kuprotect. Sasa wewe unakuwa maskini, unashangamka kuwa na pesa, unasema kuna mali, unasema nimebarikiwa, nimeinuliwa, unajiashiria. Tazama vile shetani alisema, isipokuwa Ayubu. Aliulizwa umemwona Ayubu? Mtu mwenye haki. Mtu ambaye ni mzuri sana katika mienendo yake. Akasema nimemwona, lakini isipokuwa ni vile umemlinda na umemsigira na umempa utajiri, anaweza kukana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kuna kitu kimoja anafanyaga. Anataka uelewe kwamba unahitaji kusigirwa. Lazima utakuwe na kuhani pale. Ufanye kama Mika. Mika alichukua kuhani. Akajua sasa boma yake imesigirwa. Kwa hivyo lazima utafute kusigirwa. Kuwe na hands. Yaani mali yako lazima ihitaji kusigirwa na ua. Na lazima umemtajirisha. Na umemsigira. Ndio maana. Kwa hivyo Mungu akusigira, anakuletea utajiri. Sasa ule utajiri unakuwa umelindwa. Shetani hawezi kuaccess. Lakini kuna watu wanapata utajiri kama rafiki yetu hapa juzi. Gari imeanguka hapa Thika Road. Kijana hapa tulikuwa tunaombea tukienda tukiwa Kawagware. Alikuwa amebarikiwa sana, akanunua Mercedes. 3000 cc. Mercedes Benz. Akabarikiwa akaenda hapa Karen. Alikuwa anaishi Karen. Lakini juzi tu ameenda na hiyo gari 180 kilometers per hour. Akakuta lori. Kugonga lori kwisha. Gari yake ndio iliisha ama ni? Yeye na gari. Nakwambia kuhusu rafiki yangu. Mtu ambaye tuliopa na yeye, mtu tulikuwa tunaombea akiwa hana kitu. Alipobarikiwa hata hatukumuona. Kwa hivyo ni kama hata hakutolea fungu. Hata aliingia kwa baa sasa kukunywa pombe. Na akaasha Mungu. Akiwa na kitu tulikuwa tunafanya naye fast. Na kwa nini watu poteleaga kwa Mungu wakati hawana kakitu? Wakifilisika ndio wanakuja kwa Mungu. Hiyo kitu inaniudhiki hata kama si mimi Mungu. Unajua kitu ya kwanza umekuja kwa Mungu. Ni kwa sababu hauna kitu. Hauna. Umejaribu pale na ujue ya kwamba hizi vitu tunaongea bado zinakufuata. Kuna madhabahu
ya umaskini na kufuata. So umekuja umefanikiwa. Kwa hivyo ni lazima anga yako yaangaliwe vile iko. Yes. Ni lazima shetani ajaribu kung'ang'ana na wewe, akuvute usijaribu kwenda pale uweze kusaidika. Yes. Ni kwa sababu anga yako inaongea umaskini. Ni kama vile ambavyo niliambiwa na mtumishi wa Mungu. Ya kwamba tunataka twende kwenu, tukavunje hizo madhabahu ziko kwenu, ili kutoka hapo mama yako akapona. So ni kwa sababu shetani hakuwa anataka haya mambo ifanyike. Alinionyesha pesa ziko na umuhimu kuliko kwenda kufanya hiyo ibada. So wao ambao wakati ukiwaambia kwamba wanajua ya kwamba tumeomba na Mungu ametenda. Kwa hivyo kitu ya kwanza fungu la 10 unajua mahali unafaa kupeleka. Shukrani kuna mahali ambapo unafaa kupeleka. Na ujue kuna mtazamaji wetu yako hapa, hajui anafaa kupeleka wapi. Anapeaga kila fungu la 10 lazima upelekee kuhani. Mwenye ameitisha. Lazima upelekee kuhani wako. Lazima upelekee kuhani. By the way, nilikuwa nafunza pole kwa kuleta hii mjadala katikati ya hii ibada. Nilikuwa nafunza kuhusu fungu la 10. Nimekuwa nikifunza kuhusu hayo. Naambia watu ya kwamba huwezi panda kwa mawe utarajie ya kwamba utafuna kutoka kwa hayo mawe. Watu wengine wanapandanga kwa mawe. You cannot tithe to non-tither. Then we expect kufanikiwa. Na unajua hawajuagi kama huyo mtu anatoaga. Hawajui, lakini wanajikuta hawapati. Hebu nikwambie kitu ya kwanza. Hebu nikwambie. Hata naambianga mtu ya kwamba askofu, mimi naambianga watu yangu ya kwamba ukitithe kwangu miezi 6 na uone mafanikio, ondoka uende. Bas. Sasa hivyo. Mtazamaji, si ulikuwa umeuliza hilo jabu? Sikiza sasa. Manake mimi ninajielewa na Mungu wangu. Na ninajua umuhimu na vile sheria ya fungu inasema. Ya kwamba unafaa kutoa. Uone kana kwamba sitafungua. Kwanza Mungu anasema nijaribu. Nijaribu na hiyo. Nijaribu na hiyo. Anasema ajaribiwe mahali pengine. Kwa hivyo hapa hataki hawezi akakuangusha. Unafaa ukitoa umemjaribu milango inafunguka. Amen. Ukiona ifunguki na 100% unatoa vile tithe inatakikana, unapanda kwa mawe. Ama ukimbie. Twende hiyo ni ya wakati mwingine tutakuja. Lakini bado unasaidia watu. Ukiona unatoa tithe, na kuna mwingine nilikwambia mama nilikuta. Akaniambia walikuwa wanatoa tithe, wametoa mpaka gari kwa madhabahu, wametoa shamba kwa madhabahu, lakini saa hii hata chakula hana. Hiyo anatoa. Alikuwa anatoa. Lakini alipoisha akatupa mpaka na kuhani. Sasa amejikuta alikuja kuniambia. Hebu niulize Rose kitu swali tu kidogo Rose. Unaona kunilia na mimi sikupata. Unaona hapa highway, hii super highway. Hiyo ni rami. Chukua mbegu na kakiondoa uende kupanda pale. Haiwezi mea. Itamea. Tu. Haitamea. Na ikanyagwe na gani. Na kwanza hiyo siku haitaisha. Hivyo ndio mambo yalivyo. Kwa mtu mwenye anapanda anatithe kwa tithe. Kitu ya kwanza ni lazima ujue kuhani wako. Ya vizuri. Ni lazima ujue kuhani wako. Na wenye wamesoma makanisa kama 6. By the way, kuna watu tunaitanga katika huduma wanaitangwa mapedestrians. Huyo mtu akona roho ile yeye tu ni ile ya kutembea. Ajielewe yangu. Ukisoma kanisa zaidi ya 4, ni wewe uko na shida, si makanisa. Sio shida, si makanisa, ni wewe. Kanisa hufai kubadilisha kanisa sifike 4. Ukiona zimepita 4, ni wewe wewe mwenyewe uko na uko na shida. So ile kitu mtu anasajua, Yesu alisema kwamba mtajua na mazao na matunda yao. Si ndio? So kama umekuja kwangu umetoa tithe na kuendelea hii, unaendelea kuisha na mpaka dakika mwisho unakosa chakula. Si kumaanisha hapo hakuna kitu ni kupoteza unapoteza. Ile barabara. Ulikuja kwangu ukiwa unafanya kazi hapa. Umefutwa. Ni sawa? Ulikuja kwangu ukiwa unakaa 2 bedroom. Umeenda single.
ulikuja kwangu ukuwa umeweka biashara mahali ukaajiriana, imeisha. Hapo unapanda kwa rami. Umepotea. 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 Watu ambao tunawapea ruhusa. Tunasikia kama tulikuwa naye Kawakwale. Tunafanya tunaomba. Akapata kazi, akaendelea. Jamaa amefika level ukakale, amefika level kupeleka Mercedes. Naye alipoona hayo akatoroka. So, shida sio mimi. Shida ni yeye. Mimi nilikuwa nimekubariki. Na ndani yangu kumejulikana niko na mbegu ya utajiri. Maana nimekuombea wewe na umebarikiwa watu wakiona. Na hata wakati umeanguka na gari, si watu bado wameona. Watakuja masishi. So ile kitu iko ni kwamba watu wanajua ulikuwa maskini. Uliopewa na huyo mhubiri ukainuka. Ukaasha, akaniacha akaenda kwa baba. Unaona So ile kitu iko losi ni kwamba tukiombea watu na wafanikiwi, jambo la kwanza inaweza kuwa ile wewe maybe wewe unashinda. Aya hata ule mtoi bado anaweza kuwa uko na shida nyingine inakusumbua. Hapo inafaa kuangaliwa. Maana kuna watu tunaombea alafu wanaanguka wakianguka, wanaamuka, wanaamuka. Unashida kasi ya sasa niulize tu. Unajua ninauliza kwa niaba ya watu. Hii fungu la 10 ni mchungaji tu anaweza tolewa? Ama unajua kuna watu wengine wanasemaga aje ati apeagi mchungaji fungu la 10. Anatolea hawa watu wamewekwa huku viwete, visiwi. Mtu wa kwanza kwa maandiko kupokea fungu la 10 alikuwa anaitwa Melkizedeki. Na ni wakati Ibrahimu alikuwa ni nabii. Ametoka kupigana vita, akashinda, alikuwa na muokoa kijana moja anaitwa Loti. Akaenda akapora huko, akakuja na mali mingi sana. Wakapatana na huyu mfalme alikuwa ni kuhani. Kwa hivyo hakupea kiwete. Na kulikuwa na viwete wengi sana hiyo area na viziwi na vipofu. Na kulikuwa na children's home zilikuwa. Kwa hivyo hiyo ni department nyingine. Baadaye unaposoma maandiko wakati wana wa Israeli wanangawiwa mali Kanani, makuhani hawakupatiwa kitu. Kwa nini? Mungu alisema kuna zile zake wanafaa kufanya nini? Hawakuwa mashamba. Aya. Ndio nakwambia ni topic mrefu ambayo inahitaji watu wakalishwe chini, tukuje tuwafunze pole pole. Ni sawa, ndio muelewe hizi fungu la 10 si kama sandaka unaweza peleka children's home. Hapana. Hii unafaa kupeleka kwa kuhani. Mara kaidhirite inasema leteni katika nyumba yangu. Ili nyumba yangu ijae store yangu. Haijasema pelekeni children's home. Bring it into my storehouse. Kwa nini Mungu anasema hilo kwa storehouse? Losi za hiyo wakati tunasikiaga niko na huduma Wednesday na Thursday. Si watu wote wanaleteaga sadaka. Kuna watu tunapeaga. Aya. Kuna watu tunapeaga. Na si watu tunapeaga. Wengi. Na silisikia mchungaji akikupea kitu bado mchungaji afai kuwa ni yeye anakupatia. Nisikize Rose. Nisikize. Kwa nini Mungu anasema tulete the whole tithe? Unasikia vile naiita the whole tithe. Maana unaweza katakata. The whole tithe. Na wengine wale wanakatakataga. Ili nyumba yangu ijae. Ukiangalia pale katika Malaki 3:10. Ili nyumba yangu ifanye nini? Ijae. Kwa nini? Maana Musa alikuwa ameambiwa wakati kuhani atatoa fungu la 10 linafaa liwe lake na wale wa maskini. Akule na maskini. So sisi tukiletewa Losi zile simu napokeaga hapa sisi za kupewa pesa nyingi. Ni mtu ambaye hana chakula. Losi ukikuja kwangu utashangaa. Saa zingine napiganga mahesabu mpaka natoko, yani unakuwa ni kwa sababu wale watu wanahitaji. Watu ni wengi kuliko wanatoa. Si wala kwa TV tunapeana namba. Watu wafikiri tunatoa sadaka. Unapeana. Ndio upate kitu bado. Kuna mtu ako Murang'a anahitaji maombi. Ama kuna mtu Mungu amenipea ujumbe wake na ako Garissa.
Na huo ujumbe unahitaji simu. Unahitaji niende. Nitaenda miguu. Unajua kuna nao wachungaji wengine wanasemaka kabla nifike mahali huko jasa gari yangu mafuta. Sasa huyo atamsaidia ama ni kumnyonya? Ile kitu iko ni kwamba ni ukweli. Ya kwamba gari haiwezi enda bila mafuta. Lakini si ujaziwe. Lakini sio ujaziwe. Kitu ya ukweli ni kwamba gari yake inahitaji mafuta. Lakini sio ati ijaziwe tanki. Kujazwa tanki maybe inaenda Mombasa. Hiyo ndio nasema. Aweke estimate. Inafaa kuwekwa ile yapo inafaa. Yenye itakufikisha. Hata kama hawana pesa nyingi. Na mimi huaga naambia mtu, hata kama hauwezi kuwa na pesa hapo inaweza weka gari mafuta, naweza kuja na matatu. Kama ndio rahisi wako. Ndio unaweza kuniambia kwamba mimi siwezi hata kupata 2000 ya kuweka mafuta. Matatu za kweli zinabisha aje? Ni 200. Basi niambie siko wapi? Aya utaenda. Nitaenda na matatu. Wewe ukiremo Nigeria bwana. Na nikifika hapo kwenu kuna duthi. Napanda. Napanda duthi. Aya. Nitaacha gari yako. Lakini wanasemanga labda unitumie Uber nikifika hapo. Hapana, kama uwezo wako ni matatu. Nitumie tu hiyo afya. Yaki nyinyi si ni wazuri hapa. Nitakuja. Kuna watu wanauliza kanisa zenu ziko wapi? Okay, kanisa zetu ziko hapa Kasarani. Mimi na ubiri hapa Hunters Kasarani. Kanisa inaitwa Peniel Deliverance and Healing Church. Hapo Hunters. Kifika hapo Hunters, uliza mtu yote hata mtu wa Duthi, akumwambia na kwenda place inaitwa 68. Wanaijua sana kanisa iko hapo. Tunajulikana sana huko. Na Jerua naulizwa anaweza patikana wapi? Sio naye anatuambia sasa na mimi naweza patikana mahali kunaitwa Gekono. Na pia hivi karibuni nakuja Nairobi. Haya uko pale Gekono. Na unajua Gekono iko area ya kwetu. Na hivi karibuni najipanga kuja Nairobi, lakini naishi Nairobi. Unaishi huko. Naishi Nairobi. Na pia namba yangu ya simu mwenye anahitaji ni 0720 62 64 26. 0720 62 64 26. Hiyo namba hata uipige saa ngapi ya usiku? Saa 6. Hata saa ngapi? Utanipata. Mimi hakuna saa siwezi shika simu. If at all ni huduma anataka kuhudumiwa. Na wale ambao unajua kwa mitandao si kila mtu anataka kuhudumiwa. Kama mwingine atakupigia ameona kakijana kamevaa yellow na black. Huyo mwingine mwenye anataka bado apige. Asipige ni kwa sababu hii ni gari iko na number plate. Hii ni gari iko na number plate. Atapata namba yako ni 07 0720 62 64 26. Nimeiandika hapo. Hiyo ndio namba yangu. 62 64 26. So ni kwa sababu by the way mmeanza hii topic. Hii hata ni tamu sana hii. Mumeanza hii topic. Acha tu niinguze kidogo. Nataka tuangalie kitabu cha Hagai. Unajua watu wamezoea kusomewa Marakai. Sasa nataka ninguze Hagai. Sura ya kwanza. Sura ya kwanza kuanzia mstari wa 2. Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema wakati wa kuijenga upya nyumba ya Bwana hujafika. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ambayo wenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Nasikia? Nyinyi ni wakati kwa kukaa katika nyumba nzuri. Wakati nyumba ya Bwana, nyumba ya Mungu inakaa katika hali ya kuharibika. Nyinyi watoto wenyu wanasomea zile shule nzuri. Wakati ule mtu mnapigia simu usiku na mchana, wakati mambo imeharibika, askofu niombe. Apostle mambo yangu sijui imeenda namna gani, anafungiwa nyumba. Na ni maandiko. Ni maandiko. Sikia mstari wa 5. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi,
sitafakarini njia zenu. Mumepanda mbegu nyingi mkafuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamtosheki na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hampati joto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Sio mimi nimesema. Ni Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu ya hayo. Yaani nyinyi kama vile askofu anamesema ya kwamba umekuja kwake umemulilia. Na yeye ni kwa sababu Mungu amemweka huo mzigo. Hiyo ni huduma iliyo ndani yake. Na amekwambia tuamini Mungu. Ameenda mlimani amejifunga. By the way tunakuanga na kazi mingi sana. Ameita mbingu imefunguka. Na ya kwamba umekuja umefanikiwa. Lakini hata kurudi kusema asanti. Hakukwambia lete sadaka nikuombe. Alikuambia acha tuamini Mungu. Na ninajua kwamba mbingu zitafunguka. Lakini wakati Mungu ametenda, huwezi kumbuka kwenda kununua speaker katika hiyo kanisa. Umetoroka. Hata usimpe pesa. Ununua kigari kimetosha. Hata usipe huyu. Hata usimpelekee pesa. Enda pale Rudhuri. Enda ununue speaker. Kama unasema atakula pesa yako. Nunua speaker. Mwambie nimekuja na hii speaker. Endelea kuhubiri injili ya Mungu. Amen. Kama ni fungu la 10 peleka. Hiyo sio yako. Na usitake kujua atapeleka wapi. Hiyo ni maandiko. Bora kuwe ni mtumishi wa Mungu. Na umeona yale Mungu ambaye amefanya. So Mungu anasema sitafakari njia zako. Unajaribu kukura ushibi. Mambo yani na ukipata zile fedha. Hata kutoshiba bado ni laana. Sio hiyo kushiba unadhani. Yani umepata ndio hiyo nilikuwa nasema. Uko na mali lakini hauna amani. Haikutoshereshi. Umepata pesa, mshahara, lakini unaweka katika mifuko iliyotoboka. Na pesa uko nazo. Tafakari njia zako. Kuna mali njia zako na Mungu zimeenda hivi. Mumepitana na Mwenyezi Mungu. Unasikia vile anasema? Mstari wa 7. Bwana wa majeshi asema hivi, sitafakarini njia zenu. Pandeni mlimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba. Nami nitafurahi. Nami nitatukuzwa, asema Bwana. Pandeni milimani. Mkalete miti ya kujenga nyumba ya Mungu. Hii ndio sababu watu wengi wenye wanakuja wanaombewa wanaenda wanapatana na mashinda. Hii ndio sababu unapata watu wengi mambo yao haibadiliki ikiwa kanisani. Kuna mtu amekuja kanisani, amekuja leo. Baada ya mwezi mmoja, amepata kazi, milango imefunguka, amenunua gari. Lakini wewe uko na uko na miaka 10 kwa hiyo kanisa. Uko na miaka 10 hapo. Lakini hakuna kitu kinafanyika. Na shida inakuja wapi? Si utafakari njia zako. Unaweza kuta watu saa hilo sijui kama ushaifikiria mtu mmoja anajenga nyumba ya ghorofa 10. Lakini kanisa iko chini tu hivi. Na mko wengi. Na anajenga na miaka 10. By the way. Na kwa hiyo kanisa? Ako huko. Ako hapo kwa hiyo kanisa. Mchungaji anafungiwa nyumba. Ako hapo. Lakini wakati ataanza kuboromoka, hiyo ndio mifuko kutoboka. Unaanguka. Unapatanga, unapigiwa na Sherlock usiku na mchana na mabegi. Hapo ndio nakumbukanga Bishop ni maroka. Etondo giaka bado hauku alifu mchungaji. Umeteka juu ya mchanga bado imelaaniwa. Si ndio? Anakuja anasikia unaonyeshwaje watafika. Sasa hiyo ndio unamtabua. Sasa hiyo ndio najua kwamba ni bishop wako. Lakini wakati umenawiri ni kama wajue kitu mnafanyanga ruhusa mkibariki. Si mimi. Nasema wale watu. Ile kitu wanafanyanga
wakibarikiwa wanatafuta kanisa ingine hapo iko na parking ya gari kama hiyo yako. Bas, hapo sasa umenena. Anaona level ya hii kanisa iko chini sana. Haionekani hata na gari inaendesha. Anataka magari. Alafu anaona kwako kama wanaume. Hakuna wale wasichana wa level ya juu sana. Kuna rafiki yangu naheshimu sana. Hata mimi ananiangalia, ni mtu mkubwa sana. Na ni mtu anaendesha magari makubwa. Lakini huyo mtu ile heshima ambayo amenipa. Nikiwa vile nivyo, akiendesha nini Lexus. Labda mimi niko na B14. Lakini huyo mtu ile heshima amenipa, hata nimwambie kuja wapi. Atakuja. Hata kama ni usiku. Mwambie akuje pale tukibaliza. Mwambie akuje pale kwa msingi. Wajua ni mtu ambaye anakuheshimu sana. Kuna watumishi wa Bwana. Wakimaliza ibada. Wakule kakitu bwana. Ni kumaanisha kwamba anaheshimu mafuta. Amen. Na anajua mahali hiyo mafuta mahali imemtoa. Usipoheshimu ile mafuta iliyo juu yako. By the way, kuna watu wengi unaweza ishi na mchungaji na barikiwi, ni kutokuheshimu mafuta. Kama uheshimu mafuta yezi kukubariki. Haya. Haiwezi. Badala ya kubarikiwa tarani wataishi kusema ni sijui nini. Hiyo mafuta hiyo usipoheshimu. Na mafuta ni vizuri sana hapa pasa waambie hairukangi kama ile kukaanga. Unajua mafuta kukaanga inaweza kukurukia. Hiyo hairukangi. Maana kukulingana na Samson 33 inasema ni jambo gani hili na lenye furaha. Watu wa nyumba moja hukaa na amani. Ni kama mafuta inayotiririka kutoka kichwani. Ukiangalia Samson 33 utaipata. Inatoka kutoka kichwani mwa Haruni. Ikiteremka na ndevu za Haruni. Ikienda mpaka shingo ya vazi lake. Kwa hivyo mafuta huteremka. Haiwezi ruka. Kwa hivyo wewe ukikataa kukaa ndematike mijoka. Kwa hivyo ukikataa kukaa chini ya that anointing. Hauna heshima na yule upako, yale mafuta haitakufikia. Matageta dukaga. Na inuki kama hiyo umejipaka. Nasikia unanuka vizuri. Haleluya. Hainuki. Inateremka. Kwa hivyo wale watu inafikia ni wale wako chini ya hiyo mafuta. Wow. Wale wanakaa kando, haiwezi ruka. Hadi kwa bahati mbaya ikurukie. Hapana, ni kuteremka. Kwa hivyo kama vile pastor anasema mafuta hapa utii, haiwezi kukubariki. Wow. Na ukiona mtumishi wa Mungu hata kama ni katoto hivi na Mungu ametia mafuta. Usiongee juu yake. Kimya tu na uende. Heshimu mafuta. Hivyo ndo naambianga mtu usijaribu. Hata kama amefanya nini wewe nyamaza tu. Hata kama amefanya nini. Nyamaza tu uende. Manake haujui ni nini kati yake na Mungu. Wakati Mungu ametoa ufalme kwa Sauli, ameupeleka kwa Daudi, hata wakati Daudi anakufa. Sauli anakufa. Kuna mtu kijana alienda akamwambia ndiye ameua Sauli. Daudi alichemuka. Unaweza aje huo mpaka mafuta wa Mungu? Akaua huyo kijana. Kijana kalikuwa tu ni kipelepele tu kamepeleka pale. Kanapeleka kipelepele. Kalienda kupeleka kipelepele. Kakasema wakati alikuwa karibu kukufa, akaniambia ndio nisiwawe na hizi vipii. Chukua upanga. Nikate kichwa. Daudi amesikiliza, ukakata. Nikakata kichwa. Sio kanasema. Na sio kenyewe kalikuwa kamemua. Hata sio ni muhae tu. Kalikuwa kanatafuta vile kanaweza pewa kiti na Simba kameenda kusema. Nikakata adui yako kichwa. Kwa hivyo si yako kalikuwa kameji. Bana ni muhae. Sasa hiyo muhae nikauza. Maana yule alisema, ulikuwa unafikiria utapanda zawadi. Sasa ile kitu utafanyika kwa sababu ya kukata na upanga na uone aibu. Ukisema ulikata na upanga mtu mwenye amepakwa mafuta na Mungu. Leo hii akaambia watu wake wafunge. Walikaua kama wako fasting. Sikangesema si yako. Alisema kwanza tufunge. Kakafikiria ni kuomba kanaombea. Kasema sasa huyu Daudi akimaliza fasting
Analifanya nini DP wake? Kaliambiwa kalifungwa kwanza. Walifunga kwanza. Walisema wafunge wakuwe na fasting. Kumbe ilikuwa ni fasting ya kukaua. Haida akajui. Kana na mtu anachapa sala pale. Mnasema vizuri ati fasting ya kukaua. Ni fasting ya mauaji. Maana kwa nini unaenda kuua mtu ambaye amepakwa mafuta na Mwenyezi Mungu? Ati fasting ya kukaua. So hivyo kana mtumishi wa Mungu anafanya kitu, wewe nyamaza tu na uende. Na uende. Yule mtu ako na upako, utaenda kuongea ni wewe utakuja kupigwa. So ni vizuri nyamaza uende. So watu wengi ambao hawabarikiwi Rose, saingine ni wewe kutotii. Kutotii mafuta, hautii ile mafuta, hauna heshima na yale mafuta. Mafuta ambayo unapenda ni kama vile Pastor Phineas anasema, anapiga yule jamaa simu, njoo tukutane mahali, njoo niko na kashida kamenipata hapa, njoo kuna hii, na huyo mtu anatii. So lazima watu waheshimu mafuta ndio tuweze kubreak outers. Ni mafuta gani hii unataka ikublikie madhabahu na hauna heshima na yale mafuta? Na kuna heshima nayo. Utapata laana ama zile madhabahu ziendelee. Si hata Yesu alishindwa kuhudumu kwao. Na by the way, alifika Nazareth wakaanza kumuuliza, na wewe tunakujuanga hata Salome na Maria your sisters tunawaelewa, tunakuaga na huku, yani kumaanisha hawajaolewa. Kwa hivyo wanazungukanga hapa. Hapo amepata watu. Kwa hivyo hii kutopata watu hii ya kitabu. Hii inakuwa dharau ya watu. Usijui kama ushaienda hubiri hapo kwenu wewe. Wakati unahubiri hapo kwenu. Sawa irudi takulitoke huko. Hauja hubiri ile ya kwenu. Naenda tu wakati kuna nini narudi. Jaribu ufanye crusade kwenu. Hawezi tusikiliza. Ile kitu inakuaga anakusikiliza lakini anaangalia mtu ambaye ni mgeni. Anamuuliza huyu sijui kama yule alikuwa anapigia pale. Alafu anauliza hivi. Sijui kama sisi yake aliolewa. Na wakati alikuwa ametoroka. Anasema kuna wakati alikuwa ametoroka kwa mume. Sijui kama alirudi. Alafu mwingine anasema sijui kama alijenga. Aliacha mume na watoto wawili. Kwa hivyo hata hawasikilizi ile nimesema. Sasa mafuta hayo haiwezi kukuhudumia. Ndio maana waliambia Yesu tufanyie miujiza tunasikiaga unafanyaga galili. Ni watu wa kwao. Wanamwambia sisi tunakujua wewe. Wakaanza kumdhihaki. Wanamdhihaki. Hata wewe tunakujua wewe ni carpenter. Ni mtoto wa carpenter. Hata yeye alikuwa carpenter. Yesu. Si ameelewa na baba yake anaambia nipatie landa. Piga hii. Na alikuwa fuganisha hii stool. Fuganisha ile kitu kaza maana kujia. Wanamuona na hiyo la. Alikuwa anafanya hiyo kazi. Hawakumwambia baba yako ni carpenter. Walimwambia si wewe ndiye yule carpenter. Kwa hivyo alikuwa wakati wa ujana wake Yesu alikuwa carpenter. Anajua kupiga landa. Kwa hivyo Yesu hata wewe maisha yako ukicheza naye atakupiga landa. Mpaka unyoroke vizuri. Masaa imetukimbia. Imeisha. Imebaki only 2 minutes. Yes. Na vile hii topic imekuwa vizuri. Hii topic kwanza aside hiyo. Na watu kujua wanafaa kupeleka. Hiyo lazima tufundishe watu vizuri. Wanafaa wafundishwe vizuri. Huyu ndiye ataomba tukimaliza. Wewe upeane namba yako na mahali watakupata. Namba yako ya simu ni 0728-713-64. Tuko pale Hunters Kasarani. Ukija pale utatupata. Na by the way tuko na ordination ambao utaendelea kuitangaza hapa. Na Sky Cable TV watakuwa pale live on location. Kifika wakati huo tunaendelea vizuri. Na tarehe 10 mwezi wa 4 na kuita ukuje tukule pusi pale. Na hiyo ingine ilikopita. Usipitukwe na hii. Tarehe 10 April. Mtazamaji kuja pale Hunters 68. Tukule kabusi hapo tukipanga maneno. Sio vizuri kupanga maneno mazuri na watu wanakaa ja pale. Na hamkuwezi hamkuniwekea. Tuliweka ukakaa sana. Mimi hapo hatimaye hata ukufika. Nilibeba na tumbo. Ikabebwa na pasta. Unajua kwanza kitu inaitwa nyama. Nyama utoka mahali kumekufa kitu. Na si haionekanangi kwa mchanga. Si kama mahindi nitapanda. Kwa hivyo nikaona hii ya Rose. Hata kuna watu naona hapo kama huyu. Wakati aliona siko
alifurahia sana juu hiyo nyama. Unajua nakula nyama mimi sana. Nyama ni kubaki mahali. Sina kula kwa sababu. Au kufurahia wakati huku niona ndio. Nikajua nitakula mpaka yako. Kama huyu alikuwa sina. Anajua pata ndiye chairman. Mimi ndio chairman mahala pale. Aya, hiyo ingine sitapitukua. Sasa usipitukue. Siwezi. Yeye ananipagia hii kitu. Na namshukuru sana. Maana ameipeleka vizuri sana. Yes. So Mungu wetu ambariki sana. Na watende mema. Ukitaka kutuuliza swali lote, hizo namba nimeandika namba ya pastor hapo. Kuna namba yako iko hapo. Tuulize maswali. Hata Rose please unaweza mtumia, hata yeye ni mtume. Unaweza muuliza swali yote, ukitaka maombi, tutakuombea na Mungu wetu ambariki sana. Amina. Amen. Amen. So watazamaji, Mungu awabariki sana. Neema ya Mungu iwe juu yenu. Tumekuwa na wakati mwema, tumefurahia kwa yale ambao tumezungumza. Ujue kwamba sisi ni Mungu ametutuma kwako. Hatujajileta. Tuko na kazi mingi sana za kufanya. Kama mimi niko na kazi mingi sana. Lakini ni kwa sababu ya kutii sauti ya Mungu. Ni lazima niache zile kazi ya askofu. Nikuje niongeni kwa sababu ya mtazamaji. Ni kwa sababu najua kile nitakachoachiria kuna mtu maisha yake itabadilika. Kile nitakacho nena kuna mtu ambaye atafunguliwa. Na hiyo ndiyo inakuanga furaha yetu kama wachungaji. Wakati unasikia kuna mtu akona ushuhuda mahali. So Mungu awabariki sana. Mungu awatende mambo makubwa. Ukitutaka namba ndo hizo tumepeana. Tena. Yangu ni 0720 62 64 26. Hiyo ndio namba yangu. Na bado hiyo mtu akiweka pesa inaweza ingia. Na pia hiyo namba ukiweka pesa itakuletea Phineas Jerumwendo majina kamili. Ndio vibaya pasta wapia. Ni vizuri sana ukiona mtumishi wa Mungu amekubariki. Hata ikombe ya maji unamnunulia. Mimi kuna wakati ni kwanga hata saa hii unaona niende mahali nisikie mchungaji amehubiri, nisikie hiyo neno. Ananena juu yangu. Tunajua hivyo. Lazima niingie kwa mfuko. Lazima niingie kwa mfuko. Niende. Ni kwa sababu nataka kushikilia ile baraka. Watu wengine wajuange kuzinyakua. Hawajui. Ile nchi jirani ndio inajua kunyakua. Kwa hivyo hizo namba zimepeanwa hapa, pasta ampea namba yake. Tumemtoa habari sana. By the way namtoa kazi zake anafunga. So pasta ukisema kwa pasta akunywe kombe ya maji, hiyo namba ukiweka kwa namba ya uza yangu tutakunywa hiyo maji. So ni vizuri sema kwa hawa watumishi wamenihudumia sana. Siku nyingi. Wacha hata mimi nirudi kwa mfuko niwafanyie kitu. Ndio pasta tukimuita kesho useme huko kwenu kuna njaa sana. Sitakuja tena. Mnaweka hatu na njaa. So Mungu wetu awabariki sana. Awainue. Pastor, acha tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mfalme wa Israeli, twakuinua jioni ya leo na mchana huu. Ni kwa sababu ya huyu mtazamaji wa Sky Cable TV. Amekuwa nasi kwa hiki kipindi chote, Jehova Jire. Na ninajua kupitia lile neno ambalo tumeongea limekuwa baraka katika maisha yake, Jehova. Ninamwombea ushindi wako Bwana. Ninamwombea kibali chako Jehova. Ninamtenganisha na mikosi na rahana. Ninamtenganisha na rahana za mchanga na za kitofu. Katika jina la Yesu Kristo. Waliosema atafanikiwa, ninasimama kama nabii kuhani kutangaza mafanikio ya huyu mtazamaji na kutangaza kuinuliwa katika maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo. Embeneza uinuliwe na upewe sifa. Ni kwa sababu pia ya hii TV. Ninanena baraka kwa viongozi wote wa TV hii. Kuanzia Bwana kumpaka kwa manager na yeyote Bwana ni msimamizi wa hii TV, Jehova. Ninanena Baba nguvu zako. Ninanena ushindi wako. Ninanena kibali chako kikawe katika hii TV. Ikaenee maeneo yote ulimwengu. Katika jina la Yesu. Uinuliwe Baba na upewe sifa. Na ni kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen. Asante sana murori wa Sky Cable TV Kenya. Ndacokia ngatho ni tondu woguo ugugikoretwo wi hamwe na ithuĩ nginya ndagĩka ĩno twathie kũinĩkĩrĩria tabarĩra ya wamenya ma nigetha tukorwo tukĩrĩkĩrĩria thaa ici na ndagĩka ĩno. Nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo ũgĩtũbuata kũrĩa YouTube
mundu gwitwo Phineas Jello na mundu gwitwo Bishop Gitonga na Rose Praiser nitukurehagira tabarira ya menyama na ugaturora kuu kwa YouTube ugasubscribe ugeka uria wothe kwagirire ni gukorwo gugikwo ugukorwo wikira thimo hari ithio ni makuhe namba ciao aiko ni ukenagio nio ndugaki kiage ukimagurira gacai ni tondu aya ti aria makwiraga by the way dana kanene weka mikono weka miguu kwa maji dana kanene mundu ai ate mutimia uto majohi ndo anajikiria magana matatu amen ajira atiriri nimesikia ukisema vile umesota huo kama kuyaja atuge abarikiwe na Yesu ambarikiwe 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 sana. God bless you and do you good. Me get always the praiser na jugaga I'm God's favorite material. God bless you. Amen. Amen.